Ni gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, lakini pia niko na gazeti la Dira Mtanzania, bila kusahau gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Okay, wakati huo utakuja kutambulisha magazeti yake hapa Njibara. Tukwambie kwamba kipengele hiki kinakujia kwa ushirika mkubwa wa Arise Secondary. Yes. Na wenyewe bwana wanakukaribisha kwenye programu ambazo zinaendelea pale shuleni, ikiwa ni pamoja na kidato cha 5 kwa sasa hivi. Basi unaweza ukajiunga pale kama unahitaji kusoma combination kama HKL, HGL, HGK, HGE, EGM, CBG, PCB pamoja na PCM. Na sifa ni kuwa na credit 3 na kuendelea. Hii ni shule ambayo ni ya mchanganyiko wa vulana na wasichana, ni ya bweni tu, na wanapokea wanafunzi wa dini zote, pamoja na kwamba malezi ambao wanayatoa ni dini ya Kikristo. Sawa sawa. Gharama ni nafuu kabisa. Apiga simu sasa hivi ili upate maelezo ya kina kupitia 0756865385, lakini pia 0768331685. Kwa wale ambao mnatufuatilia kutoka Dar es Salaam, unaweza kupiga simu kama unahitaji kuchukua fomu pale KKKT Mwenge Dar es Salaam. Namba ni 0787931414, lakini pia 0767118822. Mwenye haki ataishi kwa amani. Bwana kwa gazeti Njibao, kuna bunda gani hapo sasa hivi? Sawa, mimi niko na Mwananchi Tanzania, gazeti la serikali pia niko nalo hapa, kwa maana Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Majira ni nalo pia mkononi mwangu. Haya ndio magazeti niliyo nayo, na matatu na gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. La chama ndio litakuwa la 4. Au hujasikia vizuri? Sawa, mimi Mwananchi Tanzania, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Majira, alafu na gazeti la chama. Sawa, leo linaangazia vijijini. Sawa, mimi niko na gazeti la Dira mkononi mwangu. Habari kubwa inaandika miaka 30 ya TRA, Rais Samia ataka mifumo isomane kabla hajaondoka, ahimiza ukusanyaji mapato ya ndani. Dkt. Mwinyi asema imekuwa nguzo muhimu. CAG Mwenda aeleza wamepanua huduma. Hivi kumbe kusomana mifumo ni mchakato endelevu, yani kwamba hii kampeni imeanza muda ya mifumo kusomana. Na mimi nitaniuliza, kwani bado haijaanza kusomana? Hata maana muda mrefu tumeanza kusikia hizo habari. Au kusomana mifumo kwa maana yote isomane, si ndio maana yake? Ndio maana sasa usikute wako kusomana hatua ya kwanza ya awali. Hapo sasa kusomana kiwango cha juu cha labda. Sasa nimeanza kusikia muda mrefu sana kwamba mifumo yote isomane. Kwa mfano kama ukienda pale halmashauri wanasema mifumo yote isomane. Au iliyosalia kwa maana gani ambayo isomani kwa sasa? Maana amesema yote isomane. Kwa maana baadhi labda baadhi imesomana. Kwa kifupi jamani, anaondoka lini? 2030. Okay. Na kama hataondoka, lakini uongozi wake wa sasa kwa mujibu wa katiba utakoma 2030. Labda litokee jambo lingine kama inavyotokea kwa nchi jirani. Na tuombe hivyo. Au wenyewe mnaombe wewe? Sasa kwamba wale waliombea wanaokuwakilisha wanaweza kaombea. Si unakumbuka waliwahi kutaka kubadili katiba? Wapo wanaoombewa wanakataa. Wapo. Sasa ukiombea ukikubali, maana uwezo kaipinga pia, kama unasikia ni Mungu amemtumia mtu. Mifumo isomane jamani. Mifumo isomane. Sawa, lakini habari nyingine inaandika barabara ya Makambako tusongea ni mradi wa kimkakati. Ulega amesema hayo, asema ni maono ya Rais Samia kuifanya Ruvuma kitovu cha biashara kwa mikoa ya kusini. Mradi kuhusisha daraja kubwa 1 na madogo 11. Lakini mzani mpya wa kisasa kujengwa katika eneo la Luhimba. Habari hii utasoma kurasa wa 3. Mnalijua eneo la Luhimba? Hapana. Nini songea huko? Ya itakuwa njia hiyo sasa. Lakini serikali yaweka mwelekeo mpya wa usafi wa mazingira kupunguza magonjwa. Habari hii utaisoma ukurasa wa 3 gazeti hili la Dira Mtanzania. Lakini habari nyingine inaandika Dkt. Nchimbi aipongeza Nemki, aguswa na mpango wa miaka 5. Habari hii utaisoma ukurasa wa
ndani wa gazeti hili, na yeye mwenyewe yuko hapa akiwa anazungumza jambo kwenye kisemeo. Ni hayo gazeti la Dira ya Mtanzania. Sawa, tutazame kwenye magazeti mengine asubuhi ya leo. Kuna kakitu hapa Ndio. Kama Goldfish. Sio kivile ila kidogo. Kwani leo tarehe ngapi? Leo tarehe 3 mwezi wa 7. Okay, sawa. Tuone kile ambacho kimeandikwa katika magazeti ya leo, msikilizaji. Julai 3, 2026 kwenye gazeti Majira ndio gazeti ambalo mimi naanza kulitazama na kutazama kile ambacho kimeandikwa kwa ukubwa zaidi kwenye gazeti hili. Hii leo ni Ijumaa kweli? Leo Vipi kwanza? Leo ni Ijumaa. Wanaandika Majaliwa aaga. Mfanye hivi. Tuende gazeti la pili alafu tupangilie sasa. Niende na gazeti la pili. Kitu hakiko sawa hapa. Paka hapo nimekuona na mimi. Niko na gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa inaandika Samia aipa TRA mwelekeo mpya. Ataka ukusanyaji kodi wa haki na heshima. Asisitiza mapato ya ndani ndio nguzo kuu ya maendeleo na msingi wa kujenga taifa linalojitegemea. Habari hii utaisoma ukurasa wa 3, lakini katika habari picha yuko hapa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye mazungumzo na mkurugenzi wa sera, uhusiano na ushirikiano wa serikali division ya Afrika na India kutoka taasisi ya Gates, aliambatana na mjumbe wake Ikulu jijini Dar es Salaam. Wako hapa katika picha pamoja. Lakini habari nyingine inaandika DCE ya kamata tani 22.6 dawa za kulevya. Ukurasa wa ndani wa gazeti hili utaandika watuhumiwa 188 washikiliwa kuhusishwa na dawa hizo, sheria kuchukua mkondo wake. Habari hii tulisoma ukurasa wa 2 gazeti wa Machinga. Lakini habari nyingine inaandika serikali yapeleka furaha barabara Makambako Songea. Habari hii tumeiona gazeti lingine ukurasa wa 3. Habari hii utaisoma kwa undani zaidi. Lakini habari nyingine inaandika ZRA ya kusanya trilioni 1.215 kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ukurasa wa 2 habari hii imeandikwa hapo. Lakini Dr. Nchimbi afanya ziara Nemki. Ukurasa wa 4 tusoma habari hiyo kwa undani zaidi. Nemki wako kwenye ofisi yake. Okay. Sasa ndio alisema kwa pembe sio? Huko meno ambayo mimi nilikuwa na hoji pia. Wake watu wanasema iitwe sasa mamlaka, sio baraza. Nasema kuwa baraza maana nakosa meno. Kwa hiyo kuna mamlaka nyingine ni mamlaka, lakini ukizitazama kama meno hakuna. Sasa kuna meno yasio, yani una meno lakini hayang'ati ya plastic. Lakini sasa hawa wanaomba meno. Sasa kutokutumia meno yao ni wao. Sasa mimi ile kwamba walikuwa wanaomba meno kupitia kubadilishwa jina ndio nikawa napata tabu kidogo. Ile kwamba jina litawapaje meno, kwa sababu kuna ambao wana jina hiyo authority ama wanafahamika kama authority ama mamlaka. Lakini ukitazama meno hasa ni wao hawayatumii meno waliopewa. Meno ni wao, pengine hofu na nini, lakini wao wanachohitaji ni hiyo nguvu, kwamba wao na uwezo wa kufanya baadhi ya vitu. Kwa nini kuwe na hofu? Baraza, unajua tafsiri tu ya baraza, unajua baraza baraza huwa linashauri. Sahihi. Baraza mara nyingi ni ushauri, yale hivyo. Kwa hiyo linaendana na jina lake sasa maana yake. Na ndio maana sasa kuna kazi waliopewa hahitaji kushauri na inaweza kuchukua hatua. Kwa tukubaliane kwamba mamlaka hizo wakati zinapewa meno zipewe jumla. Yaani kwamba unaambiwa meno yako makali sasa using'ate kwa nguvu. Kwani ung'ataji unazingatia sheria. Ukiona unakatazwa maana umeng'ata kinyume na sheria au kinyume na mwongozo wako. Meno yana mipaka. Unaambiwa ungatie meno ya mbele, unangatia meno ya nani? Magego. Sasa tatizo Sawa. Habari ya mwisho gazeti wa Machinga linaandika kipimo cha UTI nyumbani chaleta mapinduzi sekta ya afya.
Yaani kujipima nyumbani fresh mapinduzi. Kwa mnajipimaje? Vinauzwa? Pengine vinauzwa. Sasa kama unapima nyumbani vinatakuwa vinauzwa. Wajipima UTI? Ila mapinduzi. Maana vipimo vile kama unapima nyumbani na unajigundua na UTI, pengine ndo unaenda hospitali na mimi nilifikiri au ni mapinduzi kivipi? Mimi na jambo hili mimi kwangu siliafiki, labda kwa sababu sijasomea. Kuna vipimo kabisa vimeandikwa UTI test. Hivi unajua kuna zahanati zingine tumezikariri sasa hivi. Tunaita dispensary UTI. Kwa nini? Kwamba ukienda tu. Yaani wewe ukienda tu kakanyaga pale una UTI. Na typhoid je? Na zenyewe zipo. Ukienda dispensary za typhoid. Ukienda tu, ukifika tu, ukigusa tu. Ngoja. Twende taratibu kwenye ndugu zangu. Hapa mnagusa taaluma za watu unajua. Ndio. Na mimi huwa naheshimu sana professional kwa sababu naamini huyu mtu aliketi darasani, anachotupatia ni zao la elimu aliyoipata, sio? Yaani kwamba inakuwaje, yani kwamba tunaanza kulebo nikienda kituo fulani cha afya ama zahanati fulani waliobaki nyumbani wanasema vipi? Hamna UTI? Hujaambiwa UTI wewe? Unasema itakosekanaje? Yaani kwa nini vipimo vionyeshe UTI? Ama UTI ni kwa sababu ya jiografia pia nayo? Nafikiri ni determination yao kwenye utaalamu wao, unabaki kwenye ujuzi kwamba wanakupima kipimo lakini sijui wana zile wanaitwa examines ile ule unani yao ile vipimo vyao wanavyo tafsiri kuona hii ni UTI ama nini, kwa sababu tunawashika uongo, si tuseme nini, kwa sababu unakwenda pale bwana Shadrack, ndio unafanyiwa hizo test, unaenda unatoa vyote unavyovitaka pale lakini mwisho wa siku atakwambia tena, wanaweza kukwambia hiki hauna ila UTI ipo unayo ngapi, wanakutajia kiwango au ndo inakuja kwa mbali if wanakupa dawa, sio? Alafu wanakupa hizo dawa, unaona upate afueni, wale hali mtete, unasema hebu ngoja kwanza, unaenda sehemu nyingine, unakwenda kule vile vilivyokataliwa kule, unakuta huna UTI ambao kule unaambiwa ipo, wasema inakwenda ndio inakuja, ila una typhoid ambayo kule wasema hauna. Rais wamekwambia nakuja, wamekutabiria. Na mbaya zaidi umesikia? na mbaya zaidi unaweza ukatibia hiyo UTI mwezi mmoja, unarudi wanakuambia tena unayo, alafu tena wanakuambia imekomaa. Unatibiwa baada ya mwezi tena unarudi wanakuambia una UTI. Kwa hiyo mimi nikaa najiuliza, na maana UTI huwa haiponi kabisa au typhoid huwa haiponi kabisa au yani napata kama swali hiyo. Sasa yani kwenye hili la kupona ama kutokupona kama ilikuwepo kweli inaweza kupona kulingana na nini kilipelekea uipate, sio? Ambacho labda umekibadilisha. Kwa mfano labda kilichopelekea uipate ni mazingira machafu kwenye nyumba hizi kubwa, sawa, sehemu ambayo unaishi, ama sehemu ambayo unashinda muda mwingi, so kwenda sio huko. Na mara nyingi inawakuta wanawake katika mazingira kama hayo ya maliwatoni. Na kwa mwanaume kama labda ulichukua katika nyendo zako zisizo sawa, chukua kwa fulani kaipeleka kwa fulani, yani wewe umekuwa ni mtu wa mnyororo lakini sio wa thamani, si ndio? Kama haujaacha tabia ile, obviously ukirudi tutakuta ipo pale vile vile. Lakini kama pia ilikuwa ni kwa sababu ya mazingira machafu, mazingira bado yako vile vile, manake unakuwa unafanya kazi ya kuwanufaisha watu wanaouza dawa. Na kingine kwenye swala hili, unajua utamaduni tulionao sisi, unapewa ile dozi kwa sababu kawaida wanakupa ukitumia ile dozi unaambiwa urudi kwa ajili ya unapima tena je imeisha, ndio. Kwa kama wanakuambia imesalia, maana unaanzishiwa dozi nyingine ni mpaka lazima imalizike. Sasa sisi tulio wengi ni kwamba ukishatumia ile dozi ya kwanza ukapona hivi ukapata nafuu, imeisha hiyo. Kwa hiyo ndio shida inaanzia hapo. Sasa unakuta kumbe ile dawa haikumaliza kabisa. Ukumbuke ile inazaliana, ndio. Kwa hiyo inaweza ikatokea, lakini ambacho tunawashika hawa watu kwamba wakati mwingine ni kama kamradi fulani ni ile unaambiwa kitu ambacho hauna,
na unakwenda kwa mwingine naye anakupa majibu tofauti na ya kule, yani naye anakupa ugonjwa mwingine, ule mwingine ambao umekuta huko anakuambia huo haupo. Sasa yupi ni yupi? Na ndio hiyo sasa, na hiyo ni kana sema ingekuwa labda wale wa kwenye jadi wala kila mtu ana utaalamu wake, lakini hii ya darasani ni common, ndio hapo si universal, kipimo kile. Yani atakayepima Norway anayepima na Mole inatakiwa sawa, kwa sababu hii ni professional dunia nzima, kipimo ni kile. Mnatupa wasiwasi, tutawafuatilia. Ni kufuatilia kwa kweli, nafikiri watu nawajua watu kenda maabara fulani pale ni UTI au pale ni typhoid, wameandika ni uti UTI utakuwa na uti. Nimemaliza gazeti wa Majira wao wanaandika Katambi afafanua kuhusu mikutano maandamano, anasema utekelezaji wake lazima ufuate masharti yaliyowekwa na sheria kwa lengo la kulinda usalama, amani, utulivu wa umma na haki za watu wengine. Lakini pia anaendelea kusema kwamba hatua zinazochukuliwa hazilengi kupendelea mtu au kikundi cha watu. Unajua amekaliwa kooni kwamba ni kama amekanyaga katiba, amebananga huko. Anajali sasa. Anasema yuko sawa kabisa. Mnaweza mkao mnazama mmemkalia kooni hata. Yani sasa koo lake ni la chuma. Inawezekana. Sasa haimaanishi hujakaliwa. Okay, yani unaweza tu kama unahimili. Kuumia ama kutokuumia kwako hakuondoi kwamba umekaliwa. Yani tumechapwa wote shuleni viboko vitatu. Sasa kulia ama kutokulia kwako haimaanishi hujachapwa. Kuna wale ambao walikuwa wanaenda kulilia pembeni watu wasiwaone. Kwa hiyo iko hivyo, lakini hii yote, na ukiona tu, jana nilisema pia, ukiona tu ufafanuzi mwingi ujue tayari kuna kitu hakiko sawa. Ukiona tu umetoa jambo alafu unakuja kulitolea clarification, ndio kuna kitu hakiko sawa. Acha bwana. Ndio unatolea mara ya kwanza, yani ufafanuzi wa awali haujaeleweka, unakuja na ufafanuzi mwingine, unapiga ufafanuzi wa kwanza, bado unaamua uje na vitabu burungutu hivi sasa tayari hapo uoni kuna kitu hakiko sawa. Yes. Okay. Lakini yote kwa yote, kama jambo ni jema hakuna shida. Hakuna shida, lakini mambo mema yote yaoneshe wema wake. Yani mimi sio mtu yule ambaye anasema ni vile tu nielewi nia yangu ni nzuri, ila mimi wakati huo naiona hatari. Yani mimi wewe hapo hapana. Yani nia njema ioneshe ujema wake. Yani nia njema naona hatari, nasema na nia tu njema. Na mara nyingi haijifichi. Yani tuseme nia mbaya na nia njema viko separate, ni kama mafuta na maji, vinaonekana tu like. Yani uongee kauli mbaya useme lakini na kuwazia mema mbeleni sasa mbele. Wewe Tanzania Marekani za saini makubaliano ya dola bilioni 3.14. Tutasoma ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Rais Samia afanya uteuzi wa kamishna wa uhifadhi, amemteua Masana Gibril Mwishawa kuwa kamishna wa uhifadhi shirika la hifadhi Tanzania TANAPA. Nitaka kusema Gabriel lakini ema ni Jibril ama Gibril, utajua umesomea wapi. Nasikia Jibrila. Kwa hiyo ni sawa na lile mchezaji wa Azam Jibril Cisse. Ndio. Kipimo hii ndio hii tena. Kipimo cha UTI nyumbani cha leta mapinduzi kama kawaida, inabandikwa inabanduliwa hapa. Ni gazeti gani? Hii ni Majira. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika sekta ya afya ambapo kipimo kipya cha UTI kinamwezesha mtu kujipima akiwa nyumbani na kugundua kuwa amepata maambukizi ya ugonjwa huo kimeanza kutumika hapa nchini. Shikilia hapo, tunarudi. Shikilia kipimo tunarudi cha UTI. Mama watoto, harusi ya mdogo wangu imebaki wiki moja. Vipi kuhusu suti yangu na gauni langu?